Okay, hello, fans. Welcome again. This is your uh, presenter Fred, Senior Fred. Of course, if you are new to this channel, please kindly subscribe. That's the only way you can give a support to a friend. Now, I want to say something about Officer Charles. Uh, there is a possibility that Officer Charles was just an imposter. Kuna uwezekano Charles amekuwa imposter, na huyu ni mjamaa ambaye very soon fans wake wote Senior Fred watakuja kugundua ya kwamba alikuwa imposter. Huyu mjamaa sidhani afisa yote kama anaweza fanya kitu kama hii, unaona. Na kama fan uko na idea au unafikiria vingine, pia unaweza comment hapo chini, kwa sababu how can you really of all the people do such a thing to a friend? Unaona, hii ni mambo enye I make sense. Mwanzo alikuja kupeana usaidizi, alipokuja kumpea usaidizi, unaona, walikuwa wakifanya vizuri, watu walikuwa wameanza kumpenda Charles, unaona, watu walikuwa wameanza kumpenda kabisa, unaona. Then all of a sudden Charles kumbe alikuwa na nia tofauti, unaona. Mnaona mwisho anasema kwamba anadai pesa, unaona, anadai pesa zenye amekuwa akifanyia Dave, unaona. Lakini alikuja kama mtu wa kuweza kusaidia nani, Senior Dave. Na kweli tulipenda kazi yake mwanzoni, mafans walikuwa wanampenda kabisa. Watu hawangefikiria Charles angefanya kitu kama hii. So yale yote yametendeka, mafans wamekuwa kifollow hiyo muda yote, wanajua vizuri ya kwamba Charles sio mtu mzuri tena venye tulikuwa tunadhania, kwa sababu ya yale amemfanyia Senior Dave. So ametoroka ndio, but kuna uwezekano kuwa mahali yuko hayuko mahali nzuri, kwa sababu kuna uwezekano venye nasemekana kwamba amepata accident akitorokea Uganda. Tutakuja kujua kweli kama ni kweli alipata accident. Just subscribe and nitakuwa nakupea information kile kilimfanyikia Charles hivi karibuni. Yule mwanadada ambaye aliweza kutekwa nyara alikuwa mfanyikazi wa Senior Dave. Tunamuombea. Nimejua mafans maombi yenu inafanya kazi, na soon tutaweza kupata suluhu kuhusiana na hali yake. Niko sure kuna kazi inaendelea behind the camera, na maafisa wanafanya kazi juu chini kuweza waokoa wale wote ambao walikuwa chini ya himaya ya huyu jamaa, huyu jangili kwa jina Bravo. Kumbuka Fred alituambia hapo mwanzoni kwamba baada ya kushikwa Bravo alifinywa akaanza kutoa siri ya sehemu ambazo wale watu wamefichwa wako, unaona. So tuko sure ya kwamba venye mambo inaendelea, wale wote ambao waliweza kutekwa nyara wataweza kupatikana na wataweza kusaidiwa. Hiyo ndio ni maombi yetu na ni maombi ya kila fan ambaye anatizama hapa. Kindly fan wangu, fan wa Senior Dave, kama unampenda Dave, ungependa kupata updates, subscribe hapo chini, comment ile kitu ambayo swali yote uko naye, na tutaweza kupea majibu jinsi tunavyoendelea. Senior Dave, kwa wale wote wameangalia, ni mjamaa ambaye ako na moyo wa kusamehea, na ni mtu ambaye anaweza amini mtu easily, unaona. But tumeona amepitia hali ngumu juu ya hiyo uaminifu wake. Ameweza kusalitiwa na maafisa na watu kwa karibu, unaona. Na wacha nikwambie kitu, usiai fanyia mtu ambaye anakuamini alusio uaminifu kwako, kwa sababu akichange anakuja kuwa mtu mbaya kabisa, unaona. Kama mtu anakuamini kila wakati, kuwa mwaminifu pia kwake, kwa sababu the moment atakuja kugundua kwamba wewe si mwaminifu, then wewe uko katika hali ya hatari. Charles, mimi nilivyoona, sielewi ni kwa nini anasema kwamba Dave alimsaliti. Dave alimsaliti kiaje, unaona?
mafans, nani anajua? Kama unajua alimsaliti, unaweza comment hapo, kwa sababu anasema ya kwamba hata alipoenda kwa Bravo na kuanza kukula kiapo, anasema hasira yenye ako naye, anataka kuungana na Bravo ili waangamize Dave, senior Dave. Lakini kwa nini? Ni nini hiyo yenye ilifanya akasirike? Unaona kiwango hicho ambapo anasema Dave alifanya akaweza kupigwa suspension. Unaona, if it is working in front of camera, kufanya kazi mbele ya kamera, yale yote walikuwa wanatenda, walikuwa wanafanya kazi na haki. Unaona, kama ni majangili. Na tena hii time yote hii, kumbe tuligundua ya kwamba alikuwa snitch, alikuwa anapita chini. Unaona, wale watu wote wenye tulikuwa tunaona amejeruhi kwa kupiga risasi wanaamka tena. Unaona, so anasema kwamba amesalitiwa. Alisalitiwa kiaje? Watu mafans kutaka kujua ukweli, mbona huyu alishutiwa last time, kwa nini ako? Kwa mfano kesi ya Masai, mara ameuawa, then all of a sudden fans wanaona ako hai. Unaona, so Charles ni mtu ambaye amekuwa akiendelea chini ya akifanya kazi yake kwa njia ya udanganyifu, na hivyo basi mimi naona kwamba Charles alikuwa gang tu, alikuwa jangili tu ambaye alikuwa na bastola. Unaona, na makosa yenye senior Dave aliweza ni kufanya ni kumwamini. Mimi bado hadi saa hizi siamini, but tutakuja kujua ukweli kama alikuwa anafanya katika kitengo cha polisi, kweli alikuwa inspector venye anasema. Unaona, tutakuja kuambia ukweli ule huko, kwa sababu mafans wengi hadi saa hizi hawaamini kama Charles alikuwa afisa kweli wa polisi. Unaona, so ile kitu iko ni mafans wavumilie. Subscribe hapo, tutakuja kupea information yote, nini haswa Charles alikuwa nani, kwa sababu kweli inakuja kujulikana ya kwamba Charles ni moja kati ya majangili. Huwezi kama afisa unaenda unakula kiapo mbele ya kamera, unatuma na umejua ya kwamba Dave ako na fans wa kila nini kiwango. Unaona, na wote wana watch hii kitu, na wewe unasema wewe ni afisa na una expect after hiyo suspension unasema urudishwe kazi kiaje kama umejoin majangili? So kuna kitu hapa yenye ieleweki, lakini very soon tunaenda kuambia huyu Charles alikuwa ni nani. Unaona, otherwise kila kitu kinaendelea behind camera. Niko sure mafans wanajiuliza mbona Dave post ma videos. Ngoje, kuna mambo mazuri unakuja kuletewa. Unaona, kuna mambo mazuri unakuja kuletewa. Tunafurahia afisa Jared wanaendelea na matibabu, babake senior Dave wanaendelea na matibabu, na kila kitu itakuwa sawa. And mafans mtaweza kurudishiwa, mtakuja kuonyeshwa ni nini kinacho iliendelea. Otherwise for the time being msio na wasiwasi. Kwa nini Dave afanye nini, apost picha yoyote? Unaona, kuna mambo mengi yanaendelea nyuma ya kamera na mtakuja kupata information. Kwa hivyo subscribe, nitakuwa nikiwapea uondo as the time goes on, na mtaweza kujua mengi kulingana na hii mission. Unaona, ni wakina nani walikuwa wasaliti. Unaona, na walikuwa na sponsiwa na akina nani, kwa sababu hii Dave ampitia hali ngumu kwa sababu ya watu wasaliti ambao wamekuwa wakimkula upande wa nyuma. Afisa DCI Fred ni afisa mwaminifu. Unaona, na ukiona amejitolea kweli, hii wakati yote hakuna kitu anaomba kwa mtu, anafanya kazi kwa haki na nia yake ni kuweza ni kusaidia na kufanya kazi gani, kufanya kazi yake kulingana na wajibu. Unaona, na ile kiapo aliweza ni kukula, na tunashukuru sana mafans wote. Tunafurahia ya kwamba Fred amekuwa mwaminifu na alikuwa na moyo wa kuweza ni kusaidia Dave mpaka hadi apate nini, apate babake. DCI Fred si mtu wa mchezo. Very soon hivi karibu tutakuja kuwatolea video niwaelezee huyu ni mtu ametrainiwa kiaje, kwa sababu ukiangalia mienendo zake zote ni mtu ambaye haogopi. Unaona, na ni mtu ambaye ana mali unadhani kuna shida, hapo ndiye anaenda. Unaona, so ni mtu amesoma akili za watu. Hata wakati walikuwa wamesaraundiwa na wale majangili, uliona kwamba anasema kwamba wewe ngoja utakuja kuona tu. Unashinda huyu jamaa anaongea hivi na ako mikononi mwa majangili, kwani anajiamini aje? Na unaona what action alichukua last minute pale waliposhika Bravo. Unaona, waliposhika ule jangili mdogo wake Bravo, mfalme. Unaona, alipokuwa kipeleko, kumbe nia ya mfalme na watu wake ilikuwa ni kuenda kuhakikisha kweli, je, ile mambo wameambiwa na kina Dave ya kwamba Bravo alikuwa kiwasaliti ilikuwa ukweli. So subscribe hapo, ngoje
mhondo kamili, ukuje kujua huyu mjamaa ametrainiwa aje. DCI Fred hapana machezo. Fans, once again, subscribe. Thank you.